Siku moja jamaa mmoja akiwa ibadani bana, simu yake ikaita, bahati mbaya alisahau kutoa mlio. Ikawa taharuki kweli. Mchungaji akakasirika sana. Kwa ghadhabu na hasira akasema, shetani aliye katikati yetu ambaye amepiga makelele hayo atoke na asimame ajisalimishe. Mwanaume yule alijisikia aibu sana kwa sababu amedhalilishwa, lakini mke wake akamwambia kwa sauti ya chini, mume wangu, leo umenidhalilisha sana, hakuna siku umenitia aibu kama siku ya leo. Akawatazama rafiki zake wakaendelea kusikitika kwamba bana leo umezingua sana. Watu wote wakaanza kumcheka, akajisikia kudhalilika sana, moyo wake ukainama sana. Akiwa anarudi nyumbani bana, siku ile akapita katika baa moja hivi, akachungulia ndani, akaona ngoja niingie nikapunguze mawazo. Basi akapewa kinywaji, akiwa anataka kuchukua glasi bana, ghafla ikadondoka, ikapasuka, ikadondoka katika miguu ya askari mmoja hivi ambaye ana cheo sana. Jamaa akachanganyikiwa, nitafanyaje mimi, nimesababisha matatizo tena. Akiwa anajiandaa kupigwa kofi hivi na yule askari, akajikuta anaongeleshwa kwa sauti ya upole kwamba usijali, huwa inatokea siku zote, kwa hiyo usiwaze kabisa kuhusu glasi. Ghafla akaja mhudumu akasema, samahani bosi, nitasafisha. Akaitwa mfanya usafi akasafisha. Muda huo akaja mhudumu akasema, samahani kwa shida iliyotokea, kinywaji kingine hiki hapa. Basi akakumbatiwa na yule askari, akajisikia kufarijiwa sana. Alipofika nyumbani akamweleza mke wake akamwambia, kwa hiyo umeamua kusamini baa kuliko kanisa? Akasema hapana, lakini hata wewe unaweza ukachagua sasa ni sehemu ipi ambayo utaenda, sehemu ambayo ukifanya kosa mara moja unatukanwa na kudhalilishwa, au eneo ambalo ukienda hata ukifanya kosa watu wanakuwa upande wako na kukutia moyo huku wakifuta makosa na kuyasamehe.